Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buyamono kegima omurigerere bw'ensoko omogoroba omuya andonsia sore no kwegena kwanabuna nigo gendete konyora emerubiri yeito asenchire ya bene kegima nyoranga chinsani ibere chabono mogoroba chabutukire chidaika 11 tugogochera eyemaseyemo kurugaiga ase studio yeito y'Ensoko TV oboroso bwo moguse kero togoswa aso murubiri bwo muineriri tkoria rero twanyorera omugeni onyare kubaga gutarira igaiga ase studio chitariki ne 2023 mutenyi no mutangani mwaka bwechiri bubere 2025 andonsi asore ngo kwarigani wikerinde tugendere asense mu yomurubiri eritari anelenet nyambane umurigerere bw'ensoko no kwigena kwanenga kero kwanyorire omwanchi kero kwanyorire omuchumba yani ase eluga yege Swahili umusaya andonsi asore kwanyorire omujumba miroberi nigo kubakangana ki ngochiore konyomo kero kende mwanga emiroberi yenyangi lakini asomogeni itubwiri tkoria rero tichiti konyarekana nabangite nyangi umwanchi wa niga mutigiteri tkoriri okora enyangi kokwarigani ikaranso iki agochigu kwana na intu omuganoe koroko Metrin Macheso. Karibu sana Metrin. Nimeongea vizuri jina lako. Macheso ni jina ya baba. Unaitwa Metrin Nanjala Macheso. Karibu. Asante. Nimejaribu kuelezea msikilizaji kidogo kwamba mtu ukipata mjumba wako ama ukipata mwenye anayekupenda. Mara nyingi watu wanaanza mipangilio ama ni kila mtu ni matarajio ya kila mtu. Yes. Ni afunge ndoa lakini haikuwezekana kwako. Kabla hujatuguzia, hebu tuambie Metrin ni nani, alilelewa wapi na ndio tupate kukufahamu vizuri. Asante. Majina yangu ni Metrin Nanjala Macheso. Mimi ni Mluya kutoka Kitale. Mahali panaitwa Kiungani. Nimelelewa kwa boma mbili tofauti, Kiungani na mahali inaitwa Mile 7. Kiungani huko ndio kwa baba, Mile 7 ni kwa mama, alikuwa ameoleka kwa stepfather. Hayo maisha yangu nilianzia huko. Wakati nililelewa na mama yangu kidogo maisha nikatamani baba, lakini hakuna mtu alikuwa ananifikisha kwa baba. Although nilijua babangu kama mimi niko na ujauzito wa kijanangu mkubwa. Time nilikuwa na 16 years. Ndio sasa najua babangu mzazi. Na ni ujauzito ulifanya nikimbie kwa sababu ya malezi ya stepfather, alikuwa mkali. Na singeweza kuvumilia hadi nikauliza watu wakaniintroduce hadi nikafika kwa. Sasa nikuulize kidogo, unasema umelelewa kwa familia mbili tofauti. Inamaanisha kwamba mamako alikupata akiwa kwao ama aliolewa akatoka? Alikuwa ameolewa. Alikuwa ameolewa, lakini unajua tu si wabaluo tunapenda wanaume wanapenda kuongeza wanawake. Sasa mamangu angeweza kukaa na mwanamke mwingine. Yeye akatoka akaniacha kwa nyanya na akaenda kuolewa kwingine. So huko ndio pia nilikaa kwa nyanya na kidogo tena karudi akanichukua nikiwa kwa nyanya. Kwa nyanya ulianza kukaa kwa nyanya yako ukiwa na umri? Nilikuwa acha niseme nilinyonya hata matiti ya nyanya, maana mamangu aliniacha nikiwa na miezi 4 kwa nyanyangu na nimelelewa na nyanyangu hadi miaka 7. Ukakaa kwa nyanya mpaka miaka 7. Baada ya hapo sasa ndio nikaenda kwa mamangu mzazi, akaja akanichukua. Huko ndo nilienda sasa nikakutana na maisha ya baba wa kambo. Uchafuko mamangu pia alikuwa amejaliwa amezaa watoto huko. Wakati nikienda kwa mama alikuwa na watoto 2. Nilipoendelea kukaa huko pia mamangu akajaliwa, akapata watoto 5. Life hapo ikaanza kuwa ngumu cause baba atajua anakushughulikia wewe mtoto ambaye si wake na ako na watoto wake. So life ikakuwa hapo bita kidogo. Nikiambia mama mimi na sasa hapo sikuwa najua babangu mzazi. Nikiambia mother nirudishe mbenye mzee yako. Nataka kujua babangu, mama ananipeleka hivi ananipeleka hivyo. So huwezi kugombana na kubishana na mzazi. Huwezi bishana na yeye. Niliacha hivyo. Na hivyo ndio vile life ilianza kuwa ngumu. Leo mimi si toka niolewe, toka nizaliwe. Sijaishi tu maisha
fiti vile watu wanaishi. Nimekuwa maisha ya kustruggle. Sijaishi maisha ya baba na mama karibu. Hiyo love ya both parents sijapitia. So hata kusoma kwangu kulikuwa shida, maana niliacha shule na katika darasa la 7. Niliachia masomo yangu. Na masomo yangu kukatika. Kuna wakati kulikuwa msimu wa kufunga shule na kufanya mtihani wa kwenda darasa la 8. Hapo ndo maisha yangu yalikatika ya masomo. Nilikuwa na mwanaume tunachumbiana na yeye. Ukiwa darasa la 8 ama la 7. Kuna mwanaume tunachumbiana naye kanisa moja. Kwanza alikuwa mtoto wa mchungaji. So ile siku anajua mambo ya wanaume sana. So ikawa imefika sina mtihani umekaribia, sijanyoa nywele, sina pesa ya mtihani. So ikanibidi niende ni mwazima nisaidie na pesa ili ninyoe na nilipie mtihani. Which sikuwa najua huyo mwanaume hakuwa na nia kunipenda hadi kwa moyo, alikuwa nitumie. Na huyo nikuulize, umesema ulikuwa darasa la 7. Yeah. Huyo mwanaume alikuwa na miaka mingapi, ama naye pia alikuwa mwanafunzi mwenzako? Although yeye alikuwa shamaliza form 4. Alikuwa shamaliza form 4 hadi ameanza kuasol. Alikuwa anafanya kinyozi hapo. So ile mimi kwenda kumwambia tu at least ninyoe, alafu unisaidie pesa, niende nilipe mtihani. Then weekend nitakurevant nikienda kibarua. Unajua huko kwetu Kitale kuna msimu wa kulima, kupalilia, kuvuna. Lakini huyo mwanaume aliniruka. Aliniambia, "Wewe kama unataka usaidizi wangu lazima ukubali ulale na mimi, ndio nikusaidie." Na sikuwa na otherwise cause mimi nilikuwa nataka kufanya mtihani. Na vile marafiki wangu walikuwa wameniambianga si kubwa. Mimi nikafunga tu macho na nikalala na huyo mwanaume hapo tu kwa kinyozi yake. Na sikuwa najua hapo ndio tapata ujauzito. The first time yuko meet na mwanaume na hivyo nilipata ujauzito. Na hivyo ndio vile maisha yangu yalienda. Hapo ulikuwa na miaka mingapi? 16. Yeah. Sasa ukapata ujauzito. Ukapata ujauzito. Ukamaliza, ulifanya kidato cha 8 kweli? Sasa sikufanya kwa sababu nilikuwa sasa ndio nikaenda nikafanya hiyo mtihani ya class 7 niende 8. Baadaye majibu kukuja ya kwenda class 8 mimi niko na mimba. So singeweza kuenda. Hapo sasa ndio baba akaanza kuwa mkali. Stepfather sasa akakuwa mkali. Mbona sitaki kwenda shule? Sikuwa nimetaka kumwambia niko mjamzito, maana alikuwa mkali. Maana kila wakati alikuwa akinipiga na kitu ilifanya nijue si babangu mzazi. Kuna matamshi wewe kama mzazi, kuna matamshi ambayo inafaa ukiongea unayangalia matamshi unayapeleka kwa njia gani. So yeye kuna vile alikuwa kiletana na mama, akimwambia mama hata una asante nimekulelea mtoto. So wicho mimi kuja kusema kumaanisha huyu si babangu mzazi. Mbona anatoa maneno hayo? Na kunipiga yenye alikuwa akinipiga alikuwa ananipiga na ila hasira. It's like mama ana asante amenilea. Ukikosa anakuchapa. Hivyo tu nikikosa ananichapa. Wicho watu umeenda kutafuta kuni umenyeshewa huko, yeye anaona nikapo umeenda kutembea na wanaume. Umeenda labda sio huko kwetu unaenda unaogota mahindi hadi mvua inakupata huko. Yeye hatafikiria hicho. Yeye atajua tu ulikuwa na wanaume. So hiyo life ikakuwa ngumu kwa maisha yangu hadi nikasema kuna jirani kumbe alikuwa anajua kwetu. So huyo jirani akaniambia unajua mimi najua babako mzazi. Nikamwambia tu kama unajua naomba unipeleke. Hivyo ndio vile alinipeleka kwa babangu mzazi nikiwa na mimba miezi 2. Nikaelezea babangu na huko babangu pia kwa amefanikiwa watoto. Na ukaenda kwa babako mzazi sasa niko mjamzito. Alikuwa ananijua, yeye alikuwa ananijua. Kila kitu alikuwa anajua kunusu, lakini ile kunipata ndio ilikuwa ngumu. Mama hakuwa anataka anifikie. Lakini yeye alikuwa sana na hamu niende. So ile kuenda huko nikasema niko na mimba, akanipokea vizuri. Stepmother yangu akanipokea pia, alikuwa na msichana mmoja. Hiyo ndio alikuwa amezaa tu peke yake na babangu. So babangu akawa amefurahi kuwa at least atakuwa hata watoto wengi watakuwa kwa hiyo boma. Hivyo ndo kulikuwa hivyo. Sasa mambo tena ya mtao naelewa, kuna watu wanakuambia huyu si mamako mzazi, ende ujifungulie kwa mamako mzazi, maana mamako mzazi ndiye atajua vile utajifungua. Ile tu ujinga tena nikarudi kwa mamangu. Nikajifungulia kwa mamangu, ndio baadaye nikarudi kwa babangu. Kufika kwa babangu mtoto akafikisha, nikalelea nikingangana mtoto wangu akafikisha 2 years. Nikasema sasa hii ni maisha inafaa nianze kuhustle juu mtoto amepatikana na sioni namna kurudi shule. Kwa hiyo unajua yangu tu sasa Disemba wasichana wanatoka Nairobi wanakuja Ushago. Sasa nikaanza kuambia sana mtafutie deal hata mimi niende job. Hapo sasa stepmother yangu akakubali kunilelea mtoto. Alikuwa mama mzuri sana.
na nampenda yeye. Alinilelea mtoto vizuri kama wake. Maana alikuwa anakunywa pombe huyo mama, lakini angeza kuacha mtoto wangu. Kaendelea kunilelea mtoto nikiwa kazi na watumia pesa. Kafika mahali sasa babangu akaanza kuugua. Ulisema umekuja Nairobi kutafuta kazi, nani alikuleta Nairobi? Ama ulikuja ukaingia kazi? Kuna msichana tu aliniconnect na bosi fulani na nikakuja nikaanza kazi hiyo ya nyumba. So hivyo ndo kulikuwa. Sasa mimi nawatumia tu pesa kidogo, muda ukifika pia nenda home kuona mtoi hivyo. Sasa ikafika mahali babangu akaanza kugonjeka. Gonjeka kidogo. Kafika mahali sasa nikasema, nimepata pesa kidogo, hebu mkapige matofali at least tujenge nyumba. Nikangangana hiyo bidii mpaka nikajengea babangu nyumba. Na sikuwa ninajua huenda ninajengea babangu nyumba hata atalala ndani. Babangu akakuja akakuwa serious mpaka kaaga. Hapo ndio maisha sasa ilibadilika. Sikuwa najua hii upendo wote mama alikuwa anafanya ni kwa ajili babangu alikuwa hai. Huyu mama stepmother sasa aka change. So wakati ali change mimi nikawa nikasema hakuna haja, na nimepata mwanaume na amenipenda na mtoto. Huyu mwanaume umempata Nairobi ukifanya kazi? Sikumpata Nairobi. Ulimpata wapi? Huyu alikuwa Ushago. Hizo tu unaenda Ushago huko, unajua umetoka Nairobi kidogo umeng'aro unaenda movie. Nikapata na mwanaume kwa movie. Na huyu mwanaume akaniambia ako serious anataka mwanamke. Na ile life nilikuwa nimeona madam anza kuchange, nikasema acha tu mimi nene nikae kwa hiyo married. Nilipoingia kwa hiyo ndio huyo mwanaume alikuwa anakunywa pombe. Alikuwa anakunywa pombe. Lakini suddenly huyo mwanaume alichange. Na kaanza kunywa pombe. Baada after nimepata mimba ya uzito miezi 2. Hii ni mimba nyingine baba? Yeah. Sasa umetoka na mtoto wako akiwa miaka sasa yeye alikuwa amefikisha miaka 4. Miaka 4 mimi nikaingia kwa ndoa nyingine. Hiyo nyingine si unajua ilikuwa shule huko. Sasa hii nimeingia kwa ndoa, nataka ndoa kuishi. So vile nilifika ile maisha sasa, ujauzito naanza kupitana na mwanaume akaanza kunywa pombe mkali, vita. Nikarudi kwa stepmother. Wakati nirudi kwa stepmother kani hapo tu aliniambia siwezi lea familia mbili. Na akafunga mlango. Na hivyo ndio vile alinikataa. So sikuweza kuingia kwake. Na hapo ndio nilianza kuishi maisha ya uchungu. Maana nikajiuliza niko na mtoto. Niko na mimba. Nitafanya aje? Na madha amenikataa. Hadi akanilokea nje. Na mvua nakuanga na shida ya kifua wakati kuna baridi, mvua ikinyesha. So hiyo nikabanwa, singeweza. Lakini bahati mzuri barabara penye nilikuwa, aunti yangu alikuwa na pass, sister babangu. Akaniona niko na mtoto, akaniuliza shida nini siongei. Yeye ndiye aliniogota na akanipeleka kwake. Aunti yangu amenilea na huyo mtoto na mimba ya miezi 2. Mpaka nikajifungulia, hata tukua na pesa ya kuenda hospitali, nijifungulia kwa boma. Nilikuwa sawa. Nikajifungua mtoto msichana. Kuendelea kukua nikasema sasa mtoto wangu at least amefikisha 1 year, acha mimi niende Nairobi tu, bado ni hustle. Sasa unaachia nani wako wawili sasa? Sasa ninaongea na aunti yangu. Aunti yangu alikuwa mzuri. Lakini watoto wako kidogo ndio walikuwa wanapinga hawataki mamao tena kuwe na mzigo mwingine. Lakini alikuwa ananiambia wewe enda tu wewe niache. Lakini sasa sikuwa nataka hiyo ugomvi yeye na watoto wake. Kuna aunti yangu alikuwa anakaa Saudi B, nikamwambia aunti nitafutie tu kazi yenye wataniruhusu hata na mtoto nifanye hata miezi 2 alafu nitaanza kuhustle hapo. Aunti yangu akaniambia kupata kazi yenye wanakuchukua na mtoto ni ngumu. Hivyo nilitoroka tu nikaacha hiyo watoto wangu kwa aunti. Nikakuja nikafanya kazi miezi 2 kama siwapigi simu. Lakini mwezi wa 3 ulipofika nikaenda kuchukua mtoto wangu msichana. Chukua mtoto wangu msichana nikawa nimepata rafiki msichana, tunaanza kuishi naye. Wakati kwa naishi na msichana alikuwa mzuri. Sasa nikaachia ndi yangu mtoto mvulana huyo ajilista kumkubwa anaenda shule. Nikaanza kuhustle na msichana. Nikangangana vita, ndi yangu anapigwa lakini aniachili. Andi yangu alipigwa vita mpaka na ule stepmother anamfuatisha maneno. Yani like umayona unatengwa. Mpaka hata familia ipo wengi. Familia yetu ni familia kubwa lakini hakuna mtu alikuwa karibu na mimi. Mimi nilikuwa naonekana mbaya. Maana nilienda kwa familia kama niko mama mkubwa hadi nimeenda na mimba. So unaona nilikuwa nakaa hiyo maisha kutengwa. Maana nilienda kwa familia kama mimi ni mkubwa. So si hata makazi wangu wako wananitambua. Yani kitu inaweza fanyika, wewe unasikia tu ilifanyika. Hawakuuzishe maana hauna. My friend, kosa pesa ujue. Sasa ikakuaje ndio ukakuja ukakutana na huyo mpenzi wako mwenye pia alikuangaisha? Wakati nilikuja nikakaa Nairobi sasa nikaanza kashika church.
Kutana Mungu alinikutanisha na pastor mzuri. Huyo pastor nilikuwa nikimlilia shida zangu, mke wake alikuwa mzuri. Mara mingi nilikuwa nakula kwake sapa, mimi naenda tunalala. Juu tulipitana na msana mpaka nikaamua kuchukua nyumba yangu ya 1700. Hiyo nyumba 1700 matope ziwe jikinyesha hivi tunajua sasa Kibira ghetto vile kuko. Mvua inanyesha tu maji naingia ndani siweje. Nikangangana tu, lakini nikaendelea kujikaza kwa Mungu. Mpaka nikafika mahali sasa ninaweza imba, ninaweza omba kanisani. Hapo sasa nikaanza kununua hata simu ya touch. Sasa nimeanza kuwa high class kiasi napanda. Nilipokuwa na simu ndio simu yangu ya kwanza touch. Kitambo nilikuwa natumia tukatululu, nikatumia simu. Nikapatana na mwanaume ameni friend request. Facebook. Yeah. Yes. Mwanaume bila ni friend request na mimi nimeona mavazi ni ya jeshi. Na kitambo nilikuwa napenda wanajeshi sana. So hiyo ndoto yangu ilikuwa niolewe na askari. Hata kando kama si mwanajeshi bora tuwe askari. Nilikuwa napenda sana. So it's like nikasema final Mungu. Nimekusafu kwa madhabahu muda mchache lakini final umenionekania hadi umenipa mwanaume. Ndio mwanaume alikuwa anasema ataki relationship pia anataka marriage. Shikilia hapo. Biamono sana omurigirire bwensoko ngatenga nogendete gwesemia nabo igokonyora obosemia kubwatekana n'umugano Emetrin anyare kobaga gotwerera buna obusabari yayo bugima busomugano bobugima boye buna aibore tugwikabono iga asagenderete tokogenda umutimo komusinini inyoranga nabo kogenda gutubwatia asensemo ya Facebook nabo ige mitandao yeto yekerero tonyore buna Ensoko TV nenje nabo kwambwatia ase mitandao yonsi buna Linet Nyambane oigongo chindo kwaribaga onyare kobago kesimi nabo igo nabo kurika ujumbe yao gocha ase namba yetu studio iwere 0788666663 rika ujumbe yao gabu otebenga ngana kiyiga gose nkirekeke gubwatora Emetrin anyari kubaga gotwera tukira na sensemo ya kabiri omoroberi gochara gototenga onyorire bono umusacha omwana jeshi. What next? Tochiare. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Wakosoma magera agaiga ari form 4 eyarengesene cyabo tukakana kuri gasiane ngakiro siminga magina yayire ngariyo muntu bwe pikipiki yakande tabaka kingo ikankanyora baikire kolimi lakini abasigari barengana bagambi bagatoseri bagateba togenda lakini abana baitomba umiete abayori goika se skuli abanyaroka ya magena magega yo morero gotiboko butuko gokera rero Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association tubugata abarundi bonsi pia se data yaito bakonya gwetana na gotebe mitandao ngobochori mbokare tare 7 gento ikinto kemanyeti nanda ina magaiti ase mokonyora bagokora obochori baripoti ase police station yende yonsi irangena egekuro kuregwa ase bari bakongenderia buno bochori bwana bodaboda mboreo Kilia mtu watu wakampata, gavana akamuita. Gavana alipomuita tukafanya utafiti kwa familia yao, tukapata yenyewe wako na changamoto ya maisha. Omwana Celine konyora obokonyi maega yo gotarira omote se county ya Kisii.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Biamono naende omurigere bw'ensoko n'okwegena kwane buna nigo genderete kubwati omorobiri ye asenchira ya bene omoineru ritko rya Jumatano omorobiri ogugochera chinsa ibere wika chinsa isato chobotko bwe ritko rya rero gose kera ritko rya Jumatano onye gukarego gukoswa ase omorobiri nigo tore no mogeni ase studio yetu akorokwa Metrin Macheso oyo otarirende mugusi lakini rende no kwegena nga omugano eni gubwato bosemi gocha story 20 onyare koboga gotwerera buri tangani buna akinete gocha otwereire ari eterete kerarenge omwana omoke ikikirirete bono agacha konyora omupenzi yatebire buna keraroche bicha akaranya sayo omoinyoire karanso iketo chare Metrin, karibu tena. Asante. Ulikuwa umetuambia sasa ukakuja ukapata simu ukaingia Facebook naona mtu ameku friend request. Kuangalia vizuri mavazi mavazi mwanajeshi change jitoreterera ukaangalia vizuri. Nikaangalia kwanza, niliignore mara kwanza. Ikaona mpaka amenitumia message kwa Messenger. Akaniambia please nataka kuongea na wewe. Naomba unitumie namba yako. Nikalenga. Akawa anasisitiza sana. Anasisitiza, mimi nikasema wacha mimi nijaribu. Maana bahati huja hivi. Kajaribu nika friend request, hapo ndo tukaanza. So akawa ananitumia mapicha. Akinitumia mapicha kidogo, tukiingia WhatsApp. Alikuwa akinitumia buildings zenye anajenga na which umeishi, yani maisha yenye nimeishi, na ukiona hizo buildings na nikiona hizo mijengo mimi naona like nimefika. Let me say, mtu mwenye hajapitia life anaweza sema how cheap I was, lakini nilikuwa nimepitia maisha magumu na nilikuwa natamani sana na mimi siku moja nije niishi kwa nyumba ya mawe. Hata mimi nisimame kwa balcony, hata mimi nikiwevia watu. Saa mimi nikiona mtu ananitumia hizo picha na yeye kwanza anasema ataki relationship, anataka ndoa. So hiyo ilikuwa ikinichanganya sana. Ongeza niambia, fikiria huyu mtu vizuri. Na ulipomweleza pengine uko na watoto wawili alikwambia? Wacha let me tell you. Mimi nilikuwa ninajua mwanaume huwa anaogopa kuja kanisani. Ukimwambia kama ni mkora haizi kuja kanisani. Lakini this guy nilimwambia niko na babangu wa kiroho ambaye amenilea hapa Nairobi. Niko na church na mimi pia nafanya kazi kwa madhabahu, so siwezi enda tu hivyo vile unataka. Akaniambia chenye wewe utataka, unasikia unaambiwa chenye wewe utataka. Na mimi hicho nimekuwa nikitamani sana harusi. Nikamwambia okay sawa, mimi nataka nikuintroduce basi ujuane na pastor wangu. Imagine hakusita. Akakuja. Tulimit naye mara 2. Tulimit naye mara 2 na alikuwa ananiambia hatuwezi fanya tendo la ndoa kama dujoana, which of nilikuwa na trust zaidi. So ilipofika hapo saa akakuja mara ya pili. Sasa mara ya kwanza mimi naye tulionana, ya pili akakuja sasa kwenda kanisani. Nikawa nimeambia pastor wangu niko na mgeni na ni mwanajeshi anatoka Embakasi, atakuja. By the way, Sunday mapema alikuwa area. Alikuja area, akaona penye ninakaa naishi nyumba mabati, akaniambia for the few months takuwa nimekutoa hapa, angalia nyumba nzuri kabisa uame hapa. Nikakuwa na hiyo ndoto. Akakutana pastor akamwambia kanuni zote za kanisa nafaa fuata, akasema yeye ana shida. Pastor akamwambia aenda ajue kwetu. Akaniambia tunapanga next month tunaenda home. Nyumbani kwani unajua naenda mpeleka kwa aunti yangu. Juu sina wazazi sasa. Nampeleka kwa aunti yangu. Kwa hiyo muda tu tunakaa kidogo, ndio hata tujapanga kuenda, napigiwa simu. Uko wapi? Kuja usign mamako aende mochari. What? Mama yupi? Mamangu mzazi sasa. Yeah. Akasema mamangu amejaniambia kama amekuwa mgonjwa. Iweje sasa hizi ninaenda kusign aingie mochari. Nikamwambia, akaniambia wewe kimbia uende uone. Nikachukua mtoto nikaenda. Kufika kweli mamangu ameuliwa.
Hii mambo tu ya ulevi nini, ule stepfather akamgonga na hivyo alimuua. Nikang'ang'ana nikazika mamangu juu niko na haraka ukarudi na ndoa nikarudi. Nikamwambia sasa nikuulize matron kidogo, umejuana muda gani nyinyi mnapanga ndoa? Tulikuwa tumekaa kama miezi 6-7. Tulikuwa tumekaa na hiyo mdode tumekaa tujapatana kimwili. Na nikuulize aja kualika kwake hata? Nilikuwa naenda kwake. Nilikuwa naenda mpaka kwa hiyo kambi. Kwa nyumba? Yes. Sasa kwake kuna kitu ilikuja baadaye ya akili yangu sasa ikafunguka. This guy nilimit na mamake barabarani. It was Eldoret. Hakukutaka uende kwa sasa tulikuwa tuende kwao kwa boma na akapigia madhesi akasema atakuja na mgeni uko wapi. Mamake akamwambia sasa sijui alikuwa amepanga, I don't know. Mamake akamwambia mimi natokea kuku mahali inaitwa maili 9. Natokea kuku maili 9. Akasema basi hata tuko tu hapo kwa stage, wewe shuka tu hapo utatuona. Mamake akashuka na kuku akeka chini. Na huyo mama alikuwa anamfanana mfupi tu, yani kopi. Na mapenzi mimi nikajua sasa akiongeza niambia huyo mtu ni mkora, imekutega kabisa. Tunakosana. Na mama naye akanifurahia akasema amenipenda nini, akaniambia anako shida na watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Nikasema sasa kweli nimekuwa nikitamani haya maisha. Nikamwambia sasa unaona nimezika madhe, nimezika baba, mimi yatima, sina mtu yoyote. Akaniambia sasa wewe mimi ndio baba yako, mimi ndio mama yako, hao watoto mimi ndio baba. Kamiti na mama yake tukanunua chakula kwa hoteli tukakula. Baada tuende kwao akasema ampigiwa simu emergency turudi. Tukarudi Nairobi tena. Turudi Nairobi kaka kidogo tukaenda tena kwa meeting yangu. Sasa kikwao ati kama ujoa kwa hiyo boma uwezi ingia kwa hiyo boma. Unajua limit na ndiangu barabarani. Vile tu nilimit na mama yake barabarani. Na vile anti yangu sasa yeye alikuwa ameona ni mwanajeshi na ndiangu maisha yenye ameona nimepita ndani, yeye hakuwa na pingamizi yoyote. Chenye alitakia tu maisha mazuri. Na akamwambia kama ni hivyo wewe unataka kuchukua mtoto wa ndugu yangu, bora muishi kwa amani. Hivyo ndio alitunenea. Akasema anti yangu mpaka akamwambia hata mnyinyi muende muishi hiyo mambo na mahari baadaye. Akasema sasa anti bora utupatie blessings tuende tuishi. Akasema sasa sitakuchukua hivyo. At least hata kanisani watuombe hivyo kidogo. Alafu afanye nini? Tuende. Na juu nataka kupewa transfer kwenda Isholo. Sitaki ni kuacha Nairobi. Akakuja tukapanga na jamaa tukammeet. Nikasema this guy na nilikuwa nimemcrashia mbaya sana. Sasa mpaka vile alinitisha tendo si kupinga. Juu mimi nilikuwa nimempenda na hivyo ameniintroduce. Sasa niko yani nimezama. Sikukata na nikaenda naye mbe napata ujauzito tena. Historia yako kienda tu unajikura. Hivyo ndio niko na sasa nikamwambia after 1 month imeisha sasa inafaa tuanze hiyo mikakati. Nikamwambia mimi niko na ball. Akaniambia sasa hata sitaki julikane chachu. Umeambia mtu yoyote? Nikamwambia sijaambia mtu yoyote. Akasema butu harakishe tu uende nyumbani. Mimi ufanye ndoa. Yaani sisi tuharakishe Sasa akakuja mara ya pili kanisani akanunulia chachu mzima soda. Watu wananiambia wow matron final. Umeangukia mpaka mtu anatunywesha chachu mzima. Sasa kukawa. Sasa mimi nalia. Unajua mimi nalia machozi ya furaha. Final God amenikumbuka mpaka mwanaume anakunyisha watu soda kanisani hicho. Mungu asante kweli umenikumbuka final. Sikuwa ninajua niko napigwa. Kakunda kwanza akanitisha akaniambia babe pesa nimekuwa nayo. Kwanza alikuwa ananiita mama. Na hata time ilikuwa akiniita mama na changanyikiwa. Hata pesa hiyo guy. Mapenzi. Na unajua ilikuwa sijaingia in love hivyo. Hujaipata hapo nyuma unapata wa kukupenda. Sijaipata mtu wa kunipenda. So huyo mtu alikuwa akiniita hayo majina, hata pesa yenye nimeficha wapi nitatoa. Akanambia unajua pesa yenye nimekuwa nayo mam, nimebaia watu soda so nimebaki bure, sina kitu. Nikamwambia sio ndakaje. Akanambia siwezi acha pasivo. Nikamwambia sawa. Nikakimbia kwa nyumba teke nilikuwa na 2,000 na self rent. Shampea. Nikampea akaekea pasta kwa mkono. Pasta akaanza kuniambia mtoto wetu Mungu amekukumbuka. Na mimi machozi nalia tu naambia kweli Mungu. Nikaonyesha pasta nyumba yangu
Hiyo yenye umeonyeshwa kwa picha. Sasa hii nyumba ameunda chini imeisha. So juu akaniambia alikuwa ame-apply loan ndio anamalizia nyumba ya juu. Hadi ananionyesha ndani vile wako anapaka rangi, ananiambia mambo inakimbizwa kwa sababu yako. Sitaki mtoto akuje akae kwa nyumba yenye haijakauka rangi, mimba uzalia. Mpaka anaambia pastor ongelesha huyu msichana, mimi nataka watoto wote. Asiseme ati kuna mtoto wote anabaki nyuma. We, ndio naisha. Nimepata mwanaume sasa ananipenda na watoto. Nasema tulienda hivyo. Jamaa akaenda. Akaniambia sasa nataka hizi wiki 2. Tukue tumemalizana na hii mambo ya tumeombewa. Unaweza pata mahali nguo hata kama mtu alitumia. Si tunaombewa tu but sitaki kuwe iko hivyo chini. Akaniambia tuaje tuifanye kama harusi ndogo. Isikuwe hivyo. Nikamwambia kuna msana alifanya kanisani harusi, anaweza nipea nguo yake. Dili ikaiva sawa. Kiatu naambia kiatu usijali. Nitapata. Akaniambia sawa. Alipofika kwa nyumba, akaanza kaniambia, "Sasa baby itakuwa aje? Hii sherehe inataka do. Na hii do mimi unaelewa nakata loan. Na endman bado mbali. Na mimi sitaki endman ikupate kama tujaenda. Unaweza toa mahali pesa si tufanyie sherehe, endman mshahara ikikuja si tuanze kukilia, bora anything unachukua andika chini." Hakuna kitu inakuja kwa akili na koniwa. Kitu inakuja tu kwa akili ni ndoa. Yaani kitu ilikuwa naimba tu ni ndoa. Na huku vile watu wananisifia church. Mpaka maiona unadekeswa kanisani. Kimungu. Sasa kukawaje kwa sababu ya muda pole, lakini kwa masaibu iliyopitia. Kukawaje sasa? Huyo jamaa alianza kuniitisha doa, akaniambia na apply loan. Na hiyo loan within 24 hours itakuwa inaingia. Ananiitisha 10k. Unampatia? Namtumia. Kwanza nilikuwa naenda na kopa. Niko na neema. Unakopa? Neema nikikopa tu hivi ndapewa. Sasa mimi nilikuwa naona is like Mungu ni kama ananifungulia milango juu niko naenda kwa ndoa. Sasa milango zangu ziko wazi tu. Ndenye nenda na kopa 10k napewa. Kidogo ananiambia imefeli. Kuna ingine mpaka ananitumia vile yako mpaka kwa cooperative. Ametunga laini, ananitumia mapapers. Ananiambia hii imefeli, wache tunatafuta plan B kama hii bado. Kuna ingine nimepata ina within 48 hours takuwa hiyo pesa imeanguka na wanataka ngapi? 12,000. Kwa sababu ya muda Metrin ndio nilikuwa nakuomba labda sasa umekopa. Umempatia. Ndoa sasa ilifanyika haikufanyika? Sasa si hivyo, ilipofika hapo hiyo pesa ikakosekana. Kaniambia kama unaweza chukua mahali food, simamia duka yoyote unaijua. Nikamwambia Pasia anaijua nini butchery. Pasa akaenda kasimamia butchery nyama 20 kg. Nikaenda kwa hiyo duka nikaitisha vitu. Total yenye huyo jamaa aliniweka kwa loans, nikikumbuka mpaka na loans ilikuwa 140,000. 140,000. Hizo ni debt aliniacha nazo. So ilipofika hiyo siku ya Saturday mpaka wale kanisani praise wenzangu wamejipanga, iko vizuri, wamevaa. Na wewe umetolewa kwa nilikuwa. Sasa nilipokaa kwa nyumba, aunti yangu alikuja. Nimekaa saa 5. Ananitumia tu mapicha vile wamevaa na wao, ako na wanaume wenzake 4 wanamleta. Kukuja ananiambia tumefika mahali kwa barabara mafuta imeisha. Naenda nakopa mama kanisa sadaka. Nakopa mama kanisa sadaka, namwambia please bwana harusi amekwamba. Unatuma. Natumana huko wanaenda wanapania pesa. Na sasa sikuwa ninatuma send money. Huyu mwanaume alikuwa ananipatia namba ya Airtel. Na hiyo namba nilikuwa natuma kama baby. Sasa akili yangu ilikuja kufunguka siku hakukuja. Sasa hiyo siku ilipofika saa 5 saa 6 nikachukuliwa nipelekwe kanisani. Umetangulia kanisani? Kila anasema tu amegwama. Chakula wamepika, wanaelewanga sherehe watoto ni wengi, watu wanakuja kukula. Ikafika saa 7 hakuna bwana harusi. Anasema mafuta imeishia mahali. Wanamtumia hiyo 2k. Anasema within 20 minutes. Na kweli mali anasema ako junction round. Hapo hata si 20 minutes. 5 minutes amefika church. Mpaka tumekomboa hall. Yaani ile watu walikuwa wanajitolea kunisaidia zikozi. Nimeteseka my friend. Watu walikuwa wanatamani pia mimi niishi maisha mzuri. Imagine nilichukuliwa church nikaenda ikafika saa 8. Watu wakakula wenye wanaenda wameenda. Nikaoda tu watu wote wakule saa 9 hakuna.
Na anapiga simu, mama tulia, hata iwe saa 2 unaingia kwa nyumba yako. Tulia cha pressure. Mimi rangi napiga tu. Bado hujaona red flag yote bado kama. Niko na imani, imani yangu niko tu kweli mafuta ndio imechelewesha bwana harusi kufika. Sasa saa 11 hakuna hopes, ananipea hopes. Wakipiga umaiona mpaka namba ya bwana yako inatangazwa kwa kanisa mzima, hata wamejaa wote. Kila mtu apige hiyo namba. Bwana akipiga anasema tu amefika. Na kufika. Akaambia pastor within 2 minutes pastor itakuwa tumefika. Watu wakaenda, nikabaki na leaders. My friend, nikaanza kujiita mkutano. Hiyo ni saa 2 ya usiku, bwana harusi hajakuja. Nikaanza kujiita mkutano. 140,000 natoa shimo gani? Hii mimba nalea aje? Hawa watoto wawili na walea aje? Kitu ilikuja kwa akili. Huyu mtu sina namba yake ya Safaricom. Kwa nini? Namba yenye nilikuwa napigia mamake ikienda off. Hiyo time. Saa 2 yenyewe yeye na akaenda off, nilifaint. Na nikuulize Metron, sababu naona tuko na dakika kama 8 hivi tumalize, sababu saa 3 news itaingia. Na saa hizi venye uko hivi, maisha tuseme ndoa haikufanyika. Ndoa haikufanyika kufika kanisani. Maisha baada ya hapo ilikuwaje? Maisha yangu ilikuwa magumu. Juu na imagine ukipita huku ni madeni. Ulimanage aje kulipa hiyo madeni? But nashukuru Mungu. Niliingia kwa media kadha wa kadha. Hapo ndo nilijua kweli ninapendwa. Watu walikuja true, walisimama na mimi. Watu walinisaidia, nililipa hayo madeni. Mpaka nikafunguliwa biashara. Lakini biashara iko? Ipo, biashara ilifika mahali hiyo soko ya Toi, mimi ni mmoja wao. Mimi mmoja wao niliadirika. Moto ilichoma stock yangu. So siku hata imeanza kupika. Na sasa unafanya nini? So saizi niko tu. Na shukuru Mungu kwa sababu niko mzima. Mtoto sasa yako 2 years. Na labda kuna mtu hapa nje anaweza kutaka kukutafuta kusaidia hata kuweka biashara ndio leo watoto wengine, unaweza mwambiaje? Naweza furahia sana. Na pia anaweza kupata aje? Pole mama. Mtu akitaka kunipata, maana maisha na lazima yaendelee watoto. Unaweza peana namba yako? Ukitaka kunipata, either uko na kakazi, ama unataka kunisupport, niendelee kulea watoto. Maana kijana yangu ako grade 8, msana ako grade 2, na kaka ako 2 years. Kazi yoyote bora ikuwe within Nairobi, nisikuwe ya nyumba maana nina mtoto mchanga bado mdogo. Unaweza nipata kwa namba yangu ya 0797953116. 0797953116. Na hiyo jina ni Metrin Nanjala Macheso. Naomba kuchukua simu kama 2 hivi kutoka kwa wasikilizaji, labda kuna mwenye ana jambo anaweza kuambia. Namba yetu ni 0788666663. Namba yetu ni 0788666663. Labda umurigirire mwensoko kwa igure mugano ya Metrin timaitinga mbose miki uranyara kobago komoteino bwate kende kwanyara kobago kogwe semya kubatukana no mugano uyu keri uranyara kobago komokwanera nabo kunyara kobago komokwanera onyara kobago kurika message kurugaiga gose gochagaiga erinde tunyare kobatogo soma eseminirega tigango ndara igunga na kiago teba. Hello. Yes, Ensoko. Hello? Ensoko TV? Biamono sana. Hello, Ensoko TV. Hello? Hello. Yes. Ngoto kwa nera. Oyo Marak. Turwagi kwego. Apeme bwana nare korwa bakeiga kyo musbati oyo.
amaene oyaetire kora namuna igure ukwana kwae no korera kwae akirende tamo semeri nyasaye Ebono. na kwa mona mangeri nyasaye senge omarikago tebyanga ndangerie na nchini koiranirie Biamono sana Malek. Naende kwa narinde Kiswahili mugenirero no Muswahili elo ensoko. Yes. Habari yako? Hello. Hello. Yes. Biamono kwa nange Kiswahili omugeni abaigu. Ekoreka na ntugo cha kuigwana na mubegeteri ogirie radio TV ni gere igoro mono ene kinge kurugwa kisimi yao TV yabo nigo eri ogiri ko bainse erinde tonyara ko bato kuigwana na Metri. Naona watu wengi wanapiga simu wanaendelea kukupa moyo, wanasema pongezi sana yale uliyopitia, uendelee kuomba Mungu aendelee kukusaidia. Elo ensoko. Yes. Wairire bia. Nona gari Kiswahili yake kwa mgeni yako hivyo? Aya, mkwanye. Ya shida ya huyu mgeni. Habari yako dada? Mzuri. Sasa advice ile mimi nakupatia ni kwamba whichever glitters is not gold. You take care and see who talks to you, whether it's right or not. Kwa hivyo tena usijaribu sana hivyo. Asante sana. Mbiamono kegima. Mbiamono sana. Mbiamono sana. Chidaika ndo chindigo chigendete kominyoka kegima omurigeria keronde no kwegena nga kero kende tigamwe ringana ria iri omwerio egusemo eri baganya ariko baga gukwana engana ya omwerio abande batebire nga airore nambeyo erinde nga onye onde kabwato gusira nabo akonyara ko baga kumusira otwereire obugimanya ariko baga gwetera akagete nga weteire gusonyorire omwanchi lakini tenyare kaniti niga bwata abana gendete korera abasamalia abayamba amokonyetaga kana rideni eri mbaka bakaimugurira ebiashara lakini rende buna hali si hali kero nandi chichiro cyari gutaguruguse enseme ya Toy Market nigatebire bintu nigo byanyarete ko babikoyi igobono wikabone gatabwatikeria gukora Metrin. Naomba uongee na watazamaji pia urudie hiyo namba. Kuna wenye wamesema urudie ndio ndiposa wakupate vema. Asante. Namba yangu ya simu ni 0797953116 0797953116. Metrin na Njala Macheso. Hivyo labda kama kuna mtu anakusupport akiona Metrin na Njala ajue tu iko nyumbani. Ujue iko nyumbani. Na ujumbe wako wa mwisho labda unaambia msichana, kuna msichana nyumbani anakuangalia. Unaweza mwambia nini? Wasichana, madada zangu. Nataka niwaambie hivi. Mimi nimejifunza mengi. Maana age yangu ya saizi niko na 32 years na nina watoto 3 na niko single mother. Ni maisha magumu enye hata siwezi tamani dadangu apitia maisha. Sikuwa wepesi kuingia katika uhusiano. Mimi hivi saizi namaliza miaka 2 siko kwa relationship tena. Nimeogopa wanaume. Kwanza wanaume tu mtu anipigie simu ni wrong number ama niambia tu kwa mtandao. Torokea mbali my friend. Wengi wamekuja kuharibu maisha yenu. Watakutumia, watakuzalisha. Kwanza akishajua maybe kuna yale unapitia, atakutumia tu. Jilinde, kama mnasoma msome kwa bidii. Kazi yako ni mzuri na pesa yako ni tamu. Asante sana. Omurigena asengenche biro ngusabo kwabera. Chi message nechi nyinge cyanyara ko bachigotomo chisime wikabano gani go chigendete kurangira lakini asengenche wikamanga nama yase acha asenchire wikirano yechinsa isato ngusabo kwabera nande keronda achanyoreri bagarinde ndunyara ko batoko murangiriga igase studio atotebinga onyonyorero obokonyi na kimbo konyi kianyorire na kyubugima bwaye bogendere tonyara ko bagago soma enamba eyo na no kwigena kwa nenga producer no kubikire namba yo ase screen kubata bokonyi bonde
ene kinga ni gukunyara kwa gukwana nere kiriege kubwata na gukunyara kwa gukumusira na nyasaye ni garabe ka gugusesenia gukuganiria ogendere gutwara oburigererio bya nabo na kuganiria utwara obotko bya na ndu ikarit kuria Jumatano akira turachikumerana no muino rionde tigara bya